Naam, tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunakutana na watu mbalimbali kuchukua maoni yao kuhusu hali ya vita inavyoendelea. Ujambo kiongozi? Jambo. Nikikuona wewe ni mtu mzima kwa majina. Kwa majina mimi naitwa Ernest Alumo Manga, ni Mzoba. Mzee Alumo Manga, vita vinazidi kuendelea hapa na pale, vinazidi kuripotiwa. Hiyo jana kulikuwepo na mapigano kati ya jeshi la taifa na wasaidizi wake wazalendo huko Muramvya, na huko Minembwe kuna wapiganaji 13 wa FCM Ventro waliokuja kujisalimisha kwa jeshi la taifa pale Mikenge. Wewe unasomaje hivi vita? Kwa nini viendelee? Mtazamo wako, moyoni mwako wewe kunaficha nini? Moyoni mwangu mimi naomba hii vita isiishe, japokuwa ningeomba Felix Tshisekedi anipe hiyo urais kwa siku moja ili nimalize vita. Ungetamani wewe kuwa rais? Kwa dakika hii nimalize vita baada ya masaa matatu. Kwa lipi? Kwa sababu nitajua namna ya kufanya. Sina ushemeji na Wanyarwanda, na sina ukabila, na sina undugu, na sina ubembelezaji. Kwa sababu hakuna mtu anayekubali kwenda kupigwa kwake. Sasa unaposema kwamba ungeomba rais, ungetaka vita viendelee. Kwa nini viendelee? Tumeshakufa wengi sana, ambapo hatuwezi tukaomba msamaha sisi ambao tunapigwa kwetu. Sheria kinasema kama mtu anakupiga kwako, jitahidi sana umpige umtoe kwako. Ukikubali kwamba kukunyanyaze kwako, itakuwa ni makosa makubwa sana. Kwa sababu sina kosa. Lakini kuna mazungumzo ya amani. Utegemee kwamba mazungumzo ya Washington na Qatar kwamba yanaweza kuleta amani? Ukaridhishwa? Hata mtoto uliomzaa kama kuelewi anaenda kupanga. Ukimaanisha? Nikimaanisha kwamba yeye ameshakuwa mkubwa ndio maana mnabishana. Rwanda ni mbavu ya Kongo toka zamani. Alitokea Kongo. Rwanda, Burundi walitokea Kongo, lakini anasema kwamba achukue Kongo nzima. Kitu ambacho haiwezekani kijana mtoto mdogo kumrisi mama wakati baba yupo. Jeshi la FARDC jana limedungua ndege moja kutoka Rwanda iliyokuwa imekuja kusaidia M23 pale Minembwe, na kuna taarifa za askari wengi wa FARDC waliopoteza maisha pale. Hii hatua ya kudunguliwa kwa ndege na kukombolewa kwa mji wa Muramvya kuna kupatia tumaini gani? Mimi naona kama kudungulia hiyo ndege hawajaiweza vizuri, ingebidi kwamba kwa sababu hawa M23 wanatoka Rwanda, ingebidi hiyo masuala yao ya kudungulia ndege hewani hiyo wangeiacha hata hiyo ndege wadungulie mjini wa Rwanda. Wakidungulia mjini wa Rwanda ndio yule kijana iliyoko pale Rwanda ambaye anaitwa Kagame ajisikie kwamba baba amekasirika. Ufikiri kwamba kwenda kufanya hivyo nchi jirani kwamba utakuwa ni uvamizi, mtakuwa mmegeuza karata? Na yeye wakati anakuja kuvamia hapa kwa baba anaonaje? Yeye anakanusha. Kama anakanusha, kwa nini jina lake linatoka kila wakati? Nani anakubali kufukuziwa mwanamke abaki muone? Nani anaweza kuwa mkubwa kwa baba siku zote? Mimi siwataki, nataka vita hii iendelee. Huyu bwana Felix atupe nafasi kidogo. Nyinyi wa nani? Sisi Wakongomani. Atupe nafasi kidogo. Kwa sababu tukipigana siku moja, kesho inakuja kwamba bwana amani ipitie. Amani ipite na tunaendelea kufa. Kuna watu wengine wamebaki bila mguu, kuna watu wengine wamebaki bila watoto, kuna watu wengine wamebaki bila wanawake. Kuna watu wengine wamefilisika kabisa. Lakini siongei nikiwa na maanisha kwamba sipendi Rwanda. Kitu kinachosemwa Rwanda naipenda. Isipokuwa M23 ndio sifanyi nini? Siupendi hiyo chama. Na hiyo chama imeegemea kwa nani? Kwa bwana Kabila. Kabila yenyewe alifanya jitihada mzuri sana. Alifanya miaka 18 bila kubugudhiwa. Yeye kuacha anaona ni shida. Anampa Paul Kagame hii. Na Paul Kagame ni ujinga wake sasa ndio inamuua. Inabidi mimi naomba hiyo urais nipewe kwa siku ya leo. Wewe nani kwa majina tena? Mimi naitwa Ernest Alumo Manga. Utapewa urais bila kupiga kampeni, bila kwenda kwa uchaguzi? Inafika muda, kwa sababu kama huyu ana kampeni gani? Kampeni yake ni Masasi. Mimi sina Masasi. Lakini naomba aseme ni yeye bwana, kwa sababu yeye ana huruma. Wewe una sifa gani? Mimi sifa yangu kwanza nakula na shiba na watoto. Hiyo ni sifa ya kwanza kabisa. Nakula na shiba. Ndio napenda tena tule tushibe wote tusife. Utawezaje vita? Vita. Sasa hiyo ni akili yangu nilionayo mimi. Hiyo ni akili yangu nilionayo mimi. Naomba masaa 5 tu. Masaa 5 tu inatosha.
Mbona kumekuja vikosi vingi hapa, Waibu, Wanani, Wazalendo walikuwa wengi hapa, walishindwa kutoboa Kamanyola. Sasa wewe mwenyewe au nyuma yako huko nyuma ya pazia huko kuna siri gani huko? Asante sana mtangazaji. Uchungu wa mtoto ikifika siku za kuzaliwa hairudi nyuma. Kuna mtu yule apokei na mtu yule atoi. Ndio maana nimeomba masaa 5 inatosha. Kweli. Sipo kamilika masaa 5 wanipige masasi. Sasa unaomba kwa nani? Umemtumia barua au kupitia hivi mahojiano yetu unatamani akupigie simu? Hii ndio itamfikia haraka kwa sababu sina namba yake na simu, na kama una namba yake na simu ya kuingia hapo kwa hapo naomba unipe. Nitapiga, sitaogopa kwa sababu tumeshakufa wengi, tumebaki theluthi tu. Au unapiga debe unatafuta jina lizagai? Natafuta jina lako lizagai? Jina langu linafahamika sana. Alumo Manga, kazi ninayofanya kwa Wazalendo hao wanajua, kwa FARDC na wajua na wananijua baadhi mwake. Hata rais huyu hawezi kujua watu wote. Anaweza kujua tu nusu tu. Hata jina la watoto wako uliowazaa inafika muda anasema ni mtoto fulani fulani. Lakini mimi haya yote nayosema ni aibu sana kuona kama mimi napigwa na adui. Sheria kinasema kwamba hivi, mwizi akipatikana afanywe nini? Naomba unijibu wewe mtangazaji. Mwizi akipatikana afanye nini? Hivi kwa kumalizia mazungumzo yetu, wito gani unatoa kwa wananchi wote wanaokusikia, Wakongomani wote kwa jumla wanaokusikia? Naomba wanichangie hoja ya kuniongeza nguvu ili wanipe hiyo swala hiyo nipige M23. Una neno la nyongezo? Neno la nyongezo inasema kwamba naomba nipige M23 wasionekana. Kwa nguvu zipi? Kwa nguvu yangu mimi mwenyewe. Japokuwa naweza nikaomba msaada kidogo serikali, lakini neno la mwisho naomba tushirikiane Wakongomani wote. Wanipe nguvu, niwapige. Kama wametoka Rwanda warudi wapi? Rwanda. Mzee Aluma, tunakushukuru kwa muda wako na karibu mara nyingine tena kwenye jukwaa letu tutakapokuhitaji kuchambua mawili matatu kuhusu usalama na siasa ya nchi. Asante sana, mimi nashukuru kwa kuona mtangazaji wa redio wa Kongo nzima. Ufanye nguvu na wewe, jitihada umwambie huyu kiongozi naye tuongoza tuliyomchagua kwa moyo moja. Atusaidie na hiyo swala niliyosema hilo ili tumalize, kwa sababu hakuna mtu anayeongoza miti, watu wanaongoza watu. Hakuna mtu ambaye anaongoza nini? Miti. Lakini uliniuliza swali moja sijakujibu, na kujibu ndio nimalize. Uliniuliza kwamba watu wamekuja wengi kumaliza hii swala, lakini haijakamilika. Si uliniuliza hivyo? Nikasema kwamba mimi sipokei wala sitoi. Wale wanaotumwa hapa kufika maeneo haya walishachukua rushwa mapema. Wanafika hapa wafanyi kazi. Ndio maana wanapigana, wakishafukuza wale adui, wanaacha pale nafasi wazi, adui wanaingia. Na nimesema hivyo nikiwa na sababu. Nimeona Goma walitoka bila silaha. Wakatoka Bukavu bila silaha. Wakatoka Uvira bila nini? Bila silaha. Mimi naongea hapa nikiwa na hasira fulani. Na hasira hiyo ndio inaweza kaishia hivyo. Mimi sitakimbia kurudi nyuma. Naomba wanipe nafasi nimalize masaa haya. Na mimi sitapigana nao hii mnaopigania Kamanyola hapa. Hao watakimbia wenyewe baada ya mimi kufanya kitendo. Najua nitaanzia wapi na nitafikia wapi. Kwa hiyo siwezi nikasema. Hata unichinje shingo siwezi nikafanya nini? Kutamka. Haya, Mzee Aluma, tukushukuru sana na kutakia mafanikio mema ya ndoto zako. Na mimi nashukuru sana, uniambie ni muda gani utakayetangaza na mimi nisikie. Saa 8 kamili. Saa 8 kamili. Naam. Asante.